Je, ni kina nani hasa ambao wapo katika hatari ya kupata tatizo hili? Watu ambao wapo kwenye hatari kubwa ya kupata hii changamoto ni watu wenye umri mkubwa, watu wenye uzito mkubwa ambao tunasema wenye hii tunaita obesity, lakini pia watu ambao wana vinasaba. Ina maana kwenye familia kuna baadhi ya watu ambao wana changamoto kama hii ya hypertension. Hawa wote wanahitaji mara kwa mara, hawa ndugu zao wanahitaji mara kwa mara kuangalia shinikizo la damu ili kujua kama na wana changamoto au la. Lakini pia jamii tengeneze utamaduni wa kupata muda angalau wa kuangalia shinikizo lao la damu. Kwa sababu kama tulivyosema, huu ni ugonjwa ambao mtu anaweza kawa anatembea nao na asijue kwamba ana shida hiyo, na madhara yake pia ni makubwa. Kwa hiyo tukijenga utamaduni wa kuangalia afya zetu na kupima mara kwa mara shinikizo la damu, tunaweza tukaepuka madhara makubwa yanayotokana na hii shinikizo la damu. Siku moja nilikuwa natizama katika mitandao ya kijamii, nilikuta mjadala. Watu wanasema kwamba msongo wa mawazo ni moja kati ya changamoto zinazoweza kupelekea mtu kupata shinikizo la juu la damu. Je, kuna ukweli wowote katika hili? Msongo wa mawazo au tunasema depression au stress, wengine wanasema, unaweza kuchangia pia shinikizo la damu kuwa juu. Kwa sababu gani? Kwa sababu msongo wa mawazo unaambatana pia na kuzalisha homoni ambao tunasema kwa namna moja au nyingine zina mchango kwenye kupelekea shida ya shinikizo la juu la damu. Baada ya kuzungumza mambo mengi kuhusiana na tatizo hili, swali langu jingine ni kwamba je, kuna matibabu ya tatizo hili ama halitibiki kabisa? Tatizo la shinikizo la juu la damu linatibika, na tunashauri sana wagonjwa ambao wanakuwa kwenye matibabu ya shinikizo la damu wahakikishe wanatumia dawa zao kila siku. Kwa sababu madhara ya kutokutumia dawa ni makubwa, ambao shinikizo la juu la damu linaweza likapelekea mgonjwa pia kupata shida za figo, pia na shida pia kwenye mfumo wa ubongo ambao mgonjwa anaweza kupata kiharusi. Kwa matumizi ya dawa ni muhimu sana.